Wakafika chumbani, wanakuta mwanamke yupo amelala, haongei, hawezi hanyinyi, yani fahamu hana. Kaka alifika pale akashika mkono mwanamke, alilia kwa uchungu. Mpaka mama akawa anashangaa, wewe jikaze, huku ni ICU, huku wagonjwa ni wengi. Jikaze, hebu acha ujinga. Mama akawa anamgombeza pale, lakini kaka yani haelewi, analia tu. Mpaka madaktari wakaja kumbeba, akamwambia wakamtoa, akawatoa nje kwanza, akamwambia kama hamna uvumilivu, naombeni toke, msije kabisa hapa kwa sababu tuna wagonjwa wengi, naye kaya wanatakiwa kuingia kwenye uvumilivu. Unaona? Sasa kama ametolewa pale, wakiwa pale nje, ghafla tu wazazi wa yule binti wakafika pale. Akafika baba mkwe, akaja mama mkwe, akaja baba yake mdogo na huyo binti, akaja na mdogo wake na huyo binti wa kiume. Watu walikuja kama wanne. Walikuwa wanne. Baba mkwe, mama mkwe, baba mdogo wa mwanamke na kaka yake na binti. Halo. Basi akiwa pale, wakafika pale wakasema tunataka tumuone mtoto wetu. Tuonyesheni chumba alicholazwa ni kipi. Akaambiwa bado hajarudishwa kwenye vyumba vya kawaida, yuko ICU. Mama yake na akadondoka pale pale kilio. Mama akapoteza fahamu. Baba alikaa kwanza pembeni akachoka. Baba mdogo ndo akaingesa akasema, "Imekuaje?" Baba mdogo at least alikuwa ni muelewa kidogo, akaanza kuuliza imekuaje. Basi mwanaume akamwambia alitoka tu nyumbani, mimi nilikuwa nimempa hela ya kwenda kununua sukari. Alipofika kule akiwa anarudi njiani akapata ajali. Mimi mwenyewe nilifika pale nikakuta ameshapata ajali, wakawa wamembeba wamemleta huku. Kwa hiyo nilikuwa sijui. Unaona, akawa anajitetea pale. Basi baba mkwe akawa amesema basi ndugu zangu, hebu tupambaneni kwanza tupambanie ili kwanza mtoto arudi, tujue sasa tunamalizaje. Unaona, baba akawa amemwambia msije mkanipa taarifa kama hizo, mimi namtaka mwanangu alitoka nyumbani akiwa hai, nataka mwanangu. Mama kwanza alikaa pembeni akachoka. Wakati huo anampepelea mama mkwe, walimchukua akamweka kwanza, akampiga drip. Yaani mmeenda kwa mgonjwa, wakati tu na mgonjwa mwingine anatokea hapo hapo. Basi kaka mtu ambaye sasa ni shemeji yetu sisi, sasa mbele shemeji yake na kaka, akawa amemuita kwanza pembeni, akawa amemuita shemeji yake pembeni, yani kaka yangu. Sasa akawa anaongea, akamwambia bwana shemi kwaje, hebu niambie kila kitu, hiyo ni dada yangu eti, na umekuwa naye umeishi naye, hujawahi kuja kwetu, wazazi wangu hawatakuelewa, yani hakuna namna utajitetea wakakuelewa. Unaona, basi kaka akawa amemwambia ndugu yangu, yani mimi mwenyewe sijui na najuta kwa nini sikuwahi kuja kujitambulisha, ninajuta.